nikitaka kusiza dava siku ya yeo huyo mbenguzi duka kuendelea Mungu je huye mojo osoni yako humskai wa yeo kujikumbusha miongozo ya chuo chako basi Mungu wanaswi yapeno matoro yako ili wajua sikia akaweze kujiongeza na mimi kujibu na mimi kuyavyani nikaweze kwa si mikono yako kantume jive nataka na sauti yako kwa bate mwa Kristo sikie amen. Yumaichi yeo kwa namna ya chuo cha davu lango ya tano jeleze hivyo kwamba watu wekiishi na kufwa na lango ya tano linakaza kwamba ni mtu kwenda ni mberani ona mbera ya huyu na ndio maana ile episode chiyeo kuirekodi makaburini kwa kwamba hadisi ya dhango ya tano inakaza mtu kwenda ni mberani ona mbera ya huyu ambeka wajama kamsiku na kaishi na kafoma kamsiku huyu tarehe nsiku kaviajwa na kafa tarehe nsiku huyu kaviajwa kaishi na kafa ela wako na ugaragara ikipofika saa ya maisha mtu ambaye yani kwa Henoki kwa maana ya Henoki ni kutengwa na duka hamesha Henoki agaragara na wengine kwamba Henoki ewa na uhusiano na Mungu Henoki kenda na Mungu na Henoki kajitenga ajua Mungu ndio maana kaishi kisa mwisho wa maisha yakwe kakufwa Mungu kamhwa huko joka Henoki kwenda ghafla kaara na kuonekana kawi na kuona kwamba hii ingerea yewe sio kuishini kwa kuyoweani endo moja izejo hendeka siku moja ambayo wazungu walihana rapture watawa walihana kunyakuliwa wa kanisa ambayo ni siku moja ambayo kwamba ya akili mwa Mungu ajobe tarumbeta yakwe na hiyo nasoma kitabu cha Wakorintho wa Dura dhango ya 15 kidiku cha 501 kuendelea usoni kwamba hiyo siku baada tarumbeta ya Mungu bigwa hade wa Kristo hade watu na uhusiano na Mungu wampokeo Kristo hapa ulimwenguni waza kwara vinaendeka za kufesa vinaendeka bwikra na waza kwara tawakujionekana kawi hebu piga picha kunjia gari no driver kaokoka mwishani Mungu kisa ghafla pale tarumbeta ibigwe na are inawaje piga picha mwa klasini mwalimu na baadhi ya wanafunzi waokoka umenya Kristo kisa tarumbeta ibigwe na ware mwedha mmoja piga picha ni mkutano wa mawaziri wa serikali rais aongezana mkutano ni mkutano karitu wa kule kuhusu serikali ya Kenya kisa bwikra tarumbeta ibigwe na mawaziri kadha ware mwedha mmoja hebu bige picha unaomba kwa aje piga picha ni mkutano wa UN wa kuendekani na bwikra tarumbeta ibigwe na members kadha ware mwedha mmoja au piga picha sasa kuna nani hapa ne tarumbeta ibigwe na mimi mwenyewe Kristo bwikra nichie sisi wakona hii tarumbeta ibigwa yeo wewe unako hapo na chakwenye kwamba chima hicho kwendani ndicho chima cheyo siku iyo kuzani hafufi tauti kwamba inawa ni hii msikai wa yeo ambo inawa ni mioro ambo inawa new siku ambo inawa ni boro wa maguru Yesu kazaka amba wake wawi wanoa kupazani mmoja anahwajwa mmoja anayachwa sasa zaka inakawi kwamba watu wawi wanoa kuyani pamoja mmoja anahwajwa mmoja anayachwa nataka umanye kwamba kuna njia moja tu ya kuwa tayari ili kone siku ifika uwe mmoja jado ajua wazio wajua hii siri ni kumpokea Kristo
aweza mponya ndio maisha yako. Baada ya kumpokea ni kuwa na haria, ni kwenenda, ni kuwa na uhusiano na Yesu Kristo na kutii kila ambacho mpaka nena. Yeo ni kitaka ujikumbushe yote ambapo kujiongeza hangu siku ya dabu kudabi yeo mpaka isasa. Siku ya dura kwena kwamba Mungu hoda kumbo ulimwengu tuyo tajishufa takwiwa na kitu na kila tuwe kivurugika tajishufa kisa kwiwa na kisa juzamazi begio picha ulimwengu juzamazi na kuna kiza chago na ulimwengu tajishufa. Ela katika hiyo hali yeo mtanganyiko urumve rujwa Mungu ewa juu ya mazi. Na kumbewa juu ya mazi Mungu kada kuumba. Na yote kwa ni yeo hapa mihi binensa wanadamu viza kwa siku moja Mungu kada kuumba ulimwengu na kajiumba bila kuwa na materials katika mkono wako. Leo kumba kwa ulimwengu huku kuna maana mawili. Maana ya dura ni hada ambapo Musa kekora ambao hakuwa kwa Somali kwamba dabu ya dabu Mungu kaumba ulimwengu kamba mbingu na nchi. Na pagine kuniowani kwa kushangaa ni nda takwenda ntuga. Na tutakwambia hivi. Haya maana ya pili ya kuumba mbingu na nchi yanakuja kwako. Kuna watu wengi ambao kwamba wanazuka sana. Wewe balifigwa na kubalifika. Taweki hajwa na taweki lacho. Wayaga, watola, wahomvya, wayoga na wayogwa. Ela siku moja waja mperukia Kristo kuwa mponya maisha yao. Na Mungu kawapatia yumbo jupya, kawapatia sura mpya, kawapatia patu papya na kawapatia family mpya. Ndio maana Yohana dhango jadura kidingu cha 12 Yohana kamba hade wote wamekizieo kawapa uwezo wa kuhanigwa wana wa Mungu. Yona takika yo gala tuwema sana ni kwa zamboga siku moja wayaona yote kwa uputhi na mperukia Kristo na Kristo kawahendeza umbopya wagala watu wapya. So moja dure ni kwamba katika kumba mbingu na nchi kuna somo kweku kwamba huyu Mungu aumbiye mbingu na nchi si iyo kuwa kiza isio shufa isio takiza iza iyo maji ndiye pia ambaye anaweza kukuperuya sisi kwa watu wapya, watu wa kutakiza na tuona maana usoni kwa na Adamu na usoni kwa Mungu. Jambo la pili hujiongeza kwamba Mungu kaumba mwanadamu na sura yake. Mungu kaumba mwanadamu akiwa na mpango karitu wa maisha yako. Na kwamba huu mfano wa Mungu huu si sura na si maumbile, maana kwa Mungu ni ruhu na Mungu kasura wala kama umbile. Hama umbile yako yonayo yanakuwa kwamba wewe una unyonge, maana yo gijeki ni gijane kitabu no mkono huu ndio zobaki. Na ni gija no mkono huu kawi kimi kono yangu isia. Hizo gija kawi ni isia maana yako. Lakini Mungu ana kila aina ya uwezo, anaweza kwenda kila kitu bila kuwa na mikono. So mikono yako miwili ya kueleza kuhusu upungufu uliona wewe mwanadamu. Hii sura yako nyema hiyo ya kueleza kuhusu upungufu uliona wewe mwanadamu. Una macho mawili, uone kusoni. Ukude juu kuwezi kuona. Lakini Mungu kamanya kila kitu kabla takizaendeka, kabla takizao. Hama gu yako mawili hayo ukida kwenenda kufike kuye unachoka. Lakini Mungu katoki. Na hizi akili zako tawezi kuzipima. Kwa hivyo hukuumbwa kwako na sura ya Mungu na mfano wa Mungu, si kimaumbile akiwa na Adamu.
ni kiakili, ni kiuwezo. Mungu ni Mungu muhachi, naye hachi kapatia wanadamu. Ndio maana yeo humanya hachi na mazuka, humanya tsonso na kuyume. Hamo mbile ya Mungu ni kiuwezo. Mungu kaumba na chuo chakwe isiweza kuhedi gogo hidi nikadipalapala na nilikanya kadika kintu. Mungu kaja kuwa na kintu analekanya mambo na uwezo wakanoka. Kwa hiyo uwezo wa Mungu kaupatana uwezo zoda kwa nao ambao kwamba huwatumia nguvu zehu, huwatumia na akili. Mungu ni matsako na sio manya kutsaka. Mungu ni hachi. Ndio maana yuko na ukijua mtu anafikwa kotini akaenda akasikijwa kisa akahukumigwa kubana na sheria yeinsi ili apate hachi yapwe na matsoa yawe matsoa. Huko ni kufaana kwa Mungu. Wazunguazi hana moral attributes. Kisa huyo Mungu kawi ni Mungu ana mpango na mwanadamu. Mungu ana mpango na mwanadamu. Sao ambio Adam na Hawa kapatia uwezo wa kutawala ulimwengu na kwa vodhia wavyae ongezeke. Na kwa kowe kuniwani siku ya yeo na tsa kwa kumbusha kwamba Mungu ana mpango nawe na maisha yako. Pangine yeo kujona mtu duni kumana kile cho nagija kinaporomoka. Kile cho nataka kuhenda takiwi. Kile po nakwenda kutakigwe. Hado karibu nawe ndio nakuvunza mojo. Kwa hivyo kujione thamani ambao unafaa kuwa nayo. Wenzi yonsi wana majumba we kukintu. Kwa hiyo kuvunzikwa ni mojo kusijwa. Nataka kukwambia hizawe. Uwe na nyumba, usiwe na nyumba. Wanadamu wakutake ambao atikutaka. Mungu kuumba ana mpango nawe. Na Mungu anataka kuswamisa akuhendeze kuwa kitu chema chona takiza na Mungu kuperuye kwa kwamba huyu Mungu niye kumikia ni mimi ana mpango sana yema nawe ambao anataka kutimiza kuchiakomesha yako. Ndamoja hao Mungu mbona Adamu mukapatia Adamu na Hawa uhuru wa kutsana kuja humuhi wa kumanya imana mazuka ambu kuja humuhi wa maisha yasiyosia. Mungu kapatia uhuru kwa kwamba ewa kaumba na mfano wakwe, kawapatia na uhuru wa kutsana, kawapatia vyote, kaombia mihi iyo takiza matso, iyo kuwa na matunda kisa ikahiye nkonde kamihi miwi ambako mwanadamu kapegwa uhuru wa kutsana aje muhi wa matunda ya kumanyia mema na mazuka na muhi wa unayavya maisha yasiyosia. Sama Adamu ajua kitumba kenda kaja humuhi wa kumanyia mema na mazuka no usiano kwe na Mungu usia. Hiyo siku mwanadamu kiruhu kafwa kwa kwamba usiano kwe na Mungu hunika. Mungu kazitenga kwele mwanadamu na mwanadamu kada kumshoga Mungu. Mwanadamu kaja humuhi wewe unampatia uwezo wa kumanya mema na mazuka. Pangine paka wewe kwa kuja ni muhi wa kumanya, lakini humuhi wa mojosi wosia hata kuja utata. Yeo una certificate mengi sana na nakupangia na kupatia pongezi kwamba kusoma sana. Na licha ya kusoma kujiongeza na mambo haya na hayade ambayo kupatia wewe kumanya kuja matunda ya kumanya. Na wale paka sasa ambia hata infunda hii za maneno ya kuja ni magomba hiyo kupatia ni uwezo wa kumanya handas. Unafuna manya Nebukadneza ukaja sana paki futa ya ngalangala na siku yae. So kumanya tamu wakuja magomba yeno kupatia kumanya namna ya kumira
na kumanya kukaa paka very late. Lakini kawina sasa kwamba hayo sio maisha Mungu kupangie. Mungu anasaka uje pia hude muhi uwe kupatia maisha yasiyosia. Ndio maana yoni zikujia na mpango wa kwamba kuna mtu ambaye karibu Yesu Kristo ambaye kazaka vya ulimwenguni bila kuwa na baba. Maria hakuwa na mbeju ya kiume. Yesu kavejwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na maisha yako yakaishi maisha ambapo ambayo ya kivingine kabisa. Kakwenda na bise hata siku moja. Na hakuwa na matso hata siku moja. Lakini cha hayo yote sisi wana Adamu kujompatika mwe mpatsa. Ela kuchia kwa adhabu ya wanadamu wampiyeyo. Yoni matsako ya Mungu kwamba Yesu Kristo afwe pantu pa mwana Adamu. Zamvugia isiyokuwa na kasoro. Na kuchia kwa Kristo Yesu, kumbuka Yesu ewa ni kafara. Yesu ewa ni mvugia. Iyo kwa mimi nawe kufwe msalabani, kufwe katika Jehenam. Ela kwa sababu matsako ya Mungu na kwamba Mungu ni Mungu muhachi, iyo kwamba hadi mwanadamu adhibigwe. Huda mbeo kama tso Yesu Kristo ni ambe kwamba kajiavya ili ahwe pantu pako na pantu pangu. Na kwa msalabani ili kwamba kila atekeza kwamba Yesu kafa pantu pangu, Mungu ampatie nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Yesu ahwe adhabu yake ili huyu ambaye akubali apate ukubali kosoni kwa Mungu, awe mwana wa Mungu. Huyu mwana wa Mungu kawa mwana Adamu ili kila mwana Adamu agale mwana wa Mungu. Ili kila mwana amwekizie awe mwana wa Mungu. Hata kugeleka hapo. Huyu mwana wa Mungu kaza kawa mwana Adamu na agala mvugia na bise ili kila mwana Adamu azemuhikiza awe mwana wa Mungu. Ndio maana yoni hapa kwambia kwamba humuhiwa kupata maisha yasiyosia hunayapata sawa na Kristo, kwamba Kristo ndiye mvugia na bise yangu ya Mungu ya vyeo ili nikimuhikiza nipate maisha yasiyosia. Ndio maana Yohana kazaka amba koro hivi Mungu katisaka ulimwengu hata kama wane madiani ili kula muhikizie atekwara ela awe na mojo usiosia. Baadaye Mungu kazaka mpatia Kain na Habil kapate mjoni mwao kumanya kwa mwana Adamu ana malako ya vyamvugia. Na Kain kazoa kagura hada apatiyeo kaya vyamvugia kwa Mungu. Ela Habil katana nicho chema kama ya vya Mungu. Na Mungu kayemvugia Habil zamvugia iyo kuwa na hila, zamvugia iyo kuwa na faro. Koro Habil kaya vya chokuwa chema. Kaini jeje kagura basi kama ya vya Mungu. Na wapangane yeo kwa vyamvugia ingawa kwamba atakuhekalu so kusambaza kwa treasure. Hebu nikuuze hii mvugia yako ya vyeo. Ze inenga ande vya Mungu kwa akuvodhevyo wewe. Paulo kamba na huyavye sasa ni vya Mungu akuvodhevyo. Mungu kuvodhevyo na vinji Mungu. Kuvodhya na menji sana. Na hebu nikuuze kwamba mvugia uyavyeo yeo ule hekalu ni kwako. Ze inenga ande vya Mungu akuvodhevyo. Igaza moja kawaida kwamba watu wakona nchuoni wana gura basi mvugia Kaini. Hebu ziowe ukiwa katika hali ya kwevya kwako ukwevya ni za Kain ambu za Habil. Ze ya kwevya ni za mtu ambaye kwamba kumaja humuhi wa kupata maisha yasiyosia. Abu unaziavia tu kuna ugaragara wa mvugia ya Kain na mvugia ya Habil. Kuna ugaragara wa mvugia ya kuyavya sasa na vya Mungu wa kuvodhia hivyo na kuwevya mvugia koro sheria yamba. Hata kwa yafunguja 10 wa ndugu zangu ni Mungu anza kupatia uhuru kuyavya na nefunguja 10 ambu uwe mpalicha uyavye
za vya Mungu akuvulievyo. Hii mvugia Habili iwa ni mvugia Faro na mvugia kutsana chema cha Mungu. Unakaya kuzoazoa tu na gura manduru yako ambayo yabaki hangu bijo akiwa mojo ukamfatulia Mungu. Ndio maana matinata ya kusi kila siku kintu. Maana saya kwa mvugia hadi udarabwe mpaka ukumbuswe kila siku ya mvugia ukitsa kumbuswa uyavye. Basi Mungu anataka watu wana muyavia kwa mjoni mwao, si watu wa kudarabwa. Kuna magari aina mbili. Kuna magari ambayo kwa kibogesa tizana bogasa mwa mmoja na achia. Kuna magari yake ambayo kwa besi difangu hii miaka hii. Hiyo gari museki piikwa na wakati akinyata hofu. Hasa kisa kugija kuwashwa hadi darabwe. Hangu ito idare paka minjila. Kwa zile mliwa pa kule juu. Sasa darabwe yake yekezwe. Sasa ndio gija start. Sasa na wewe kwa ziwe hivyo. Ukuja kudarabwa. Kumyavia Mungu ni kudarabwa. Funguja 10 ni kudarabwa. Vugia ni kudarabwa. Na ndio maana Mungu atakuvudia. Mako imvugia yako yazimvugia kai. Mvugia kudarabwa. Sababu ya 5, baada Habili kuyagwa, Mungu kamkumbuka Adam na mwana mwingine ambaye ana Seti. Na huenda kwa maana ya Seti ni misinji. Msingi wa kiruhu wa Habili huwa tauko. Na Mungu za Mungu muhachu na Mungu munanso kamkumbuka Adam kawi. Mungu anamasako menji muna ndugu zangu. Kuna kutana kupata Mungu yungine ambaye kamshinda Mungu Baba Yesu Kristo basi kupate Mungu. Koro Mungu jua hachi. Mungu jua hachi. Na Mungu mojo. Ni Mungu amani Yesu Kristo mwanangu mtsako. Kuna Mungu asimkubali Kristo za mwana mtsako. Huyo si Mungu jua hachi. Kwa kuzikula likulani. Hu Mungu jua hachi. Yule ambaye kwamba kama Kristo aje ahufuye. So Mungu jua hachi huyu kamkumbuka Adam. Makwete ni Mungu munanso. Anananso ya uvya zikuzumu ni mwakwe. Kampatia Adam mwana yungine ambaye kanigwa Seti. Patu ba Habili. Na Seti savye jweo. Kaya hamisinji mipya katika maisha ya ulimwengu. Hatola kumemba Mungu. Na kuna yuvye yungine. Yuvye jua Kain na yuvye jua Seti. Jua Kain watu wa vikozo. Wasio mjali Mungu wala mwanadamu. Mtu akikwarwa anayaga. Sasa kuyaga anatungawia wa kushata kuyaga. Lakini hivyo jua Seti. Hivyo jua kimungu Mungu hivi. Mambo yao nza kumtaka Mungu. Mambo yao nza kumkuzia Mungu. Mambo yao ndiona Mungu. Lakini hivyo jua Kain ni watu wa vikozo. Sisi kwamba tuwa wewe ukijioa kusudiwe kuniwani yeo bibi Joniga ni Kaini ambu ni Seti. Hata saya kuja we nkuyombe ni mkazi yo ayombe. Mkazi yo kitsembo na kanatinga vile vitu zevi bila kuyomba. Maana kweni bibi Joni Kaini. Zambo kachu ni kuisa kurejo za kuyaga mtu. Maana eni bibi Joni Kaini. Zambo kachu tukuisa kuyamwa. Maana yako ni bibi Joni Kaini. Kondo yako taisi. Unajua nani siku nitaka kujua nani tu. Maana yako ni bibi Joni Kaini. Kuna viazi viwi hapa. Kiviazi cha Kain na kiviazi cha Seti. Kiviazi cha Kain cha watu wa vikozo. Watu ambao mke mmoja katoseki. Mume mmoja katoseki. Mailima haubesi. Ela moja sadegonela. Mke mmoja katosi. Hadoe na miuru ya wake. Lamek ambaye wa mzuku Kain
ndiye madamu jetura mbeka wake wawi kisa katungawia waku marembosa uyaji maana ni mzuku kai sasa nyokuzani wewe kuniowani ukijua wewe bibijo ewani gani jambo ja mwiso na kuja tano chucha davu kutongana na Henoki ambaye kenenda na Mungu kawa na uhusiano na Mungu hawaizoea kufani na kuzidi watu wakuvyajwani na kufu vyajwani na kujia kenda na Mungu na kwenda na Mungu sababu ya dura ni hadi we utsani kwenda na Mungu. Mungu jia kumanya ela kwenda na Mungu kunataka maamuzi ya kuenda wabaki Mungu nataka kwenda nawe na dano kwenda na Mungu si jambo rahisi, si rahisi hata. Kuna menje unahendeka ya kuingiza ngiru ya kusimiko mojo ya kuyaga mojo wagina zo kuyaga mojo naomba kuwategemea kutikwatia kwamba huyu njwangu mtu na ndiye aje kuyaga mojo na pangine bila tekunena lakini pangine Henoki kachia menji ya kumvunza mojo ela malaka ndana maana kweni kubaliana hivi leza yamba ze kuna watu hawi uona kwenda hamoza wasio kubaliana kwenda na Mungu ni uamuzi ni mahuno ya mojoni mwako ambaye unayahuna kwa Mungu na kwenda nawe ikiwa siku ikiwa msikani ikiwa ni kwa chie ikiwa ni kwa kiteko nikiwa nacho nikitawa nacho kwa turi ambapo kwa ujaba na kwenda nawe na Mungu ni Mungu mkizika kwamba wicho na una shauri kuenda naye fatiko na kinampatia ije shadumea na marembo Mungu anakuhila na ndio maana siku moja Henoki kazaka lengo jangu jinsi kwa yeo ni kukwambia wewe kunisikiani na kunioa kwamba umayo hadi usamkwa ndio hangu dabu jangu atura paka hapa ukoma na kwa Henoki ambaye kenda na Mungu na kwa na kwa Henoki kuja kutembea alikuwa Nuhu ambaye watu wote pofwa Nuhu na sindio baki moja kwa zamboga kwamba Nuhu naye kenda na Mungu. Kuna mengi sana ambao Mungu anataka kuenda kuchia kwako. Kuna mengi sana ambao Mungu anataka kuenda kukutumia wewe. Haone kuazimuka kwa kujioana na kujiinganya na hadi wengine wewe kuishi na kufa. Ela maperuko ya maana yanakuja siku ya mtu ewe nampokea Kristo kwa mpendo wa maisha yako. Kisaka unashauri kwamba hata kwa ulimwengu wote duniani mimi nasimama. Moja, Mungu anataka wewe kona kuza mhambu ya Kristo. Kona kuza mpokea Kristo. Yeye upokee Kristo. Ombe Kristo. Nataka uwe hajo maisha yangu. Nataka uwe bwana maisha yangu. Na nataka siku abu msikahi kwa wema ambako uzuka kwa nguvu ambako unyonge nataka kwenda nawe. Ukisapoti Kristo maisha yako sasa dawa kwenda naye na inasi rahisi hata ambako hata kuna susu mama si kwa nguvu zehu ni kwa te ya Kristo yake tu hite ini oneo mimi ni ya Kristo yake tu ya kuomba ni kwamba wewe utusikia ni yeye ya Bwana Kristo Yesu ili cha dura Mungu akaweze kutumia kuperea wengine ukiwani mbi sikae muno siatakae kitarumbete na bigo na Kristo kazahwa hade wewe wako ambao mwishia ambao enda naye ambao wanaharia naye kwa wema amkusuka siku au sikai kwa turi hapo hapo nacho Mungu nakuvoa na ukitaka kumanya zaidi
unaweza kunipigia simu. Namba yangu ya simu ni 0 fungahe 2 fungahe 1 fungahe 5 fungahe 3 0.